الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu kwa kutuafikisha na kutuwezesha kutufikisha salama hivi leo, na tukawa tumeweza kukutana tena katika ukumbi wetu huu kama tunavyokutana kila siku ya Alhamisi muda kama huu kwa siku za kazi. Kwa hiyo alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake hiyo na kwa rehma zake, na akatuwezesha tuweze kufika hapa alhamdulillah. Leo katika kitabu chetu cha Al-Lu'lu' wal Marjan tunatokea hadithi ya 21, tukiwa bado tupo katika kitabu al-Iman. Kama tulivyoanza kuzungumza, Sheikh ametuwekea mlango wa kitabu al-Iman, ndio tumeanza nao, na leo tunaingia katika babu bayani adadi shu'bil imani wa afdhaluha wa adnaha. Sheikh ametuwekea mlango unaozungumzia imani, na kwa kuanzia hadithi ya 21 ametuwekea mlango unaozungumzia imani na vipengele vyake, na kuonesha kipengele kipi bora na kipengele vipi chini. Ni hadithi mashuhuri, lakini tunapoisoma inatusaidia na kutuwezesha kuweza kufahamu na kuelewa nini makusudio na nini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza katika jambo hili. Hadithi ya 21 ambayo imesimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna shu'ban, imani ina vipengele 60 na ushe, na hadithi nyingine inasema 70 na ushe. Wanachuoni wanazungumzia swala la kusema idadi ni kutaja tu, ni kuonesha kwamba ina vipengele vingi. Imani ina mambo mengi, na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuvitaja, hakuviainisha vipengele vyote, na wanachuoni wanasema ameacha ili watu waweze kushughulika tatabuha, waweze kufuatilia mina sunnati, wafuatilie katika mafundisho na miongozo yake, wal kitabi, na kwenye Qur'ani vile vile watizame kwenye Qur'ani naeleza nini, kwenye sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekeza nini, namna gani wataweza kufanikiwa kuweza kuvipata. Na vimeacha hivyo ilikuwa watu wajinafasi ili kuweza kutafuta hivi vipengele ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni 70 na ushe, 60 na ushe. Tunavijua vingapi katika vipengele hivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amevizungumza, na je, vipi tunaamiliana navyo vipengele hivyo? Kwa hiyo al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba, ina vipengele 70 na ushe hivi. Lakini pia katika hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam sema wal hayau shu'batun min al-imani, na haya ni sehemu katika imani. Haya ni sehemu ya imani, kwa sababu haya ni wazi'ud dini, ni ile yani nguvu ya kiimani ambayo mtu anayo ndani, ambayo inayomziwia kuweza kufanya machafu na kujiepusha yale ambayo aliweza kukataza Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume. Kwa hiyo makusudio ni kuonesha kwamba imani na vipengele vingi, na katika hadithi nyingine akazungumzia kwamba afdhaluha, kipengele bora kabisa cha hali ya juu kabisa ni la ilaha illa Allah, ambao ndio Uislamu wenyewe unaomfanya mtu akae awe na imani, unaomtofautisha mtu na wanyama. Maanake mwanadamu anatofautiana na wanyama kwa kuwa na imani, kwa kuwa na dini. Ndio kitu ambacho kinachomtofautisha mwanadamu na wanyama, sababu wanyama hawana muongozo, hawana maelekezo, wanaishi vile ambavyo wanavyotaka, wanaishi vile ambavyo wanavyojisikia. Lakini wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amewekea muongozo utakaowaongoza na utakaowatofautisha na viumbe wengine kama hivi wanyama, ambao wao watatumia muongozo ule ambao yeye Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia watumie. Kwa hiyo alhayau minha, haya ni katika hizo. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine akasema afdhalu katika hivyo 70 na ushe au 60 na ushe, cha daraja ya juu kabisa ni ile kwanza mtu kuwa Muislamu, kuingia katika dini, akaishi katika maisha ya Uislamu. Lakini wadinaha imatatul adha,
kuondoa kero njiani. Kwa hiyo wanachuoni wameweza kuzungumzia kwamba al-imanu laisa mujarradu tasdiqu qalbi, imani kama ambavyo wengi wanasema imani ni moyoni bwana, imani bwana moyoni bwana nini bwana haya mama. Lakini al-imanu kwa mafundisho ya dini yanatuelekeza, na athari hizi, hadithi hizi za Mtume SAW na aya mbalimbali zinatuonesha kwamba al-iman laysa mujarradu tasdiqu qalbi, ni kule kukubali tu moyoni kwamba imani ikawa inatosha, bal huwa itikadu bil qalbi, bali ni itikadi ile imani ambayo mtu anakuwa nayo katika moyo kwanza, wa qawlu bil lisani, matamshi yake pia, wal amalu bil jawarih, lakini pia kufanyia kazi viungo vinavyofanya kazi vinavyotekeleza ile imani. Lakini pia imani inashikamana pia na miamala baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Tizama katika ile hadithi nyingine inayozungumza kwamba afdaluha, daraja bora kabisa katika vipengele vya imani ni qawlu la ilaha illa Allah, lakini waadinaha ni imatatul adha. Imatatul adha ni kuondoa kero njiani. Sasa kuondoa kero maana yake nini? Kwamba mwanadamu mwenye imani hatakiwi kumkera, kumuudhi mwenzie. Ikiwa tu wewe ukikuta kuna kitu kinaweza kikawa vuruga wapita njia, unatakiwa wewe njia uisafishe, njia ikae salama, wapita njia wasichomwe na miba, wasipigwe na matawi ya miti, wasianguke, wasiteleze kwa mawe na hivi. Basi maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtu anatakiwa aishi katika sura ambayo ya kuweza kuishi vizuri na mwanadamu mwenzie katika maisha yake. Kwa hiyo ni dini ambayo inaendana na miamala, kuamiliana baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Usisababishe kero kwa mwenzio, usisababishe adha kwa mwenzio, kama tunavyoona katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna, Muislamu ni yule ambaye Waislamu wenzie wamesalimika na kero zake na maudhi yake, na ulimi wake wamesalimika. Kwa hiyo ni kuonesha imani namna gani au dini inamfanya mtu aweze kukaa katika mstari uliokuwa sawa sawa. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa akiendelea kutuelezea nafasi ya haya katika imani au katika dini, sema hadithu Ibn Umar, hadithi iliyosimuliwa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anasema anna rasulullah, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, marra ala rajuli, alipita akamkuta mtu min al-answari, katika answari amewakuta watu wawili. Mmoja katika wale, wa huwa yaidhu akhahu, yeye anamshauri mwenzie, fil hayai, katika haya. Anamwambia wewe umezidi haya, ndio maana ufanikiwi, ndio maana utoki, haya zimekuzidi wewe, imekuaje? Kuna mambo unashindwa kuyafanya, kuna mambo unashindwa kuyatekeleza kwa sababu una haya, na kwa sababu haya ni wazi, ni kile ni nguvu ya imani. Haya ni nguvu ya imani ambayo inayomfanya mtu asiweze kufanya mambo machafu au kufanya mambo ya ovyo. Basi yule bwana anamshauri mwenzie, bwana anamwambia, bwana wewe, hii haya bwana utakuwa utoki, hii haya utakuwa uendelei, kila kitu wewe unaona haya, kwa sababu haya min al-imani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe bwana wewe, dangu huyu bwana mwache hivyo alivyo, ndo sawa sawa. Fa innal hayaa min al-imani, hakika ya haya ni katika nini? Haya ni katika imani, haya ni katika imani. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anatunganishia katika hadithi ya Imran bin Husayn, anasema qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la yati illa bi khairi, haya haileti isipokuwa haya inaleta mambo yaliyokuwa mazuri. Haya haileti isipokuwa haya inaleta mambo yaliyokuwa mazuri, mambo bora kabisa. Kwa hiyo nini maana yake? Maana yake ni kwamba haya ni wazim, ni ile nguvu ya kiimani ambayo mtu anayo, inayomwezesha kuacha mambo machafu na kuacha mambo yasiyopendeza mbele ya watu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na inatakiwa kumfanyia haya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alhayau huwa juz'un asilu min manzumat, katika mfumo wa imani haya ni sehemu yake, na haya kwa kawaida
lazima inaleta mafanikio na inaleta imani. Na haya min muraqabati dhati wa muhasibatiha, ni katika kuichunga nafsi na kuihisabu na kuifuatilia na kuiengaenga nafsi isije ikaweza ikaingia katika mambo yaliyokuwa ya ovyo. Hiyo ndo haya ambayo inamuelekeza, na ndio maana katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno ya busara tuliyowahi ya mitume waliotangulia huko nyuma ni kwamba yule ambaye idha lam tastahi, asiyekuwa na hai, au kama huna haya basi fasna bima shita. Maana wewe huna haya, huna wasiwasi wowote, unaweza ukajifanyia jambo lolote kwa sababu huna wazimul imani, una nguvu ya kiimani wewe katika moyo wako. Basi idha lam tastahi fasna bima shita, unapokuwa huna haya basi fanye wewe unachotaka. Unaweza ukatukana watu, ukaanzisha fujo tu, ukavuruga tu, ukaamua uanzishe fitna katika jamii, ulete vurugu katika jamii, udhulumu watu, waonee watu. Hata wewe mwenyewe usijichunge, ukawa unafanya vitendo vya ovyo kabisa visivyo na heshima kabisa unavifanya kwa sababu huna haya. Idha lam tastahi fasna bima shita, kwa sababu haya ni nguvu ya kiimani ambayo inayomchunga mtu. Na haya wanachuoni wanasema haya kuna utofauti baina ya haya na udhaifu na unyonge, ni vitu vile tofauti. Kuwa na haya sio unyonge, sio maana yake kwamba kuwa na haya mtu kuwa mnyonge, kuwa duni, kwamba basi yeye anaweza kufanywa jambo lolote, sio maana yake hiyo. Haya nasema alhayaul mamduh huwa ma daa lilkhairi, ni ule ambao unamfanya mtu afanye mambo ya khairi na unaoweza kumziwia mtu kufanya mambo machafu na mambo ya nini na mambo ya ovyo, ndicho ambacho kitu cha msingi. Sasa swala la wewe kuwa mnyonge au duni na hivi na hivi, hilo ni jambo lingine, hiyo sio haya. Haya maana yake nini? Haya inakuziwia kutoka katika utu wa kibinadamu, matendo ya kiutu wa kibinadamu, matendo ya mafundisho ya kidini, wewe ukawa unayaacha, ile ndio mambo ya ovyo, ukawa unayaacha, ile ndio haya. Ama kuwa na udhaifu, hilo ni jambo lingine ambalo mtu anakuwa nalo. Kwa hiyo hapo shekhe alikuwa anatuelezea sehemu ya imani, na hapa ametuelezea katika sehemu za imani za shibi imani, akatuelezea mmoja wapo ni haya. Kwa hiyo swala la mtu kuwa na haya, hata watu kwamba bana kuwa na haya bana, wewe ukitembea hata tukikaa kwenye vijio kwamba ustazi, lakini bana wewe una swali bana, wewe unaenda msikitini bana, nini kwamba hivi vitendo unavyovifanya si stahili yako. Kwa sababu hivi vitendo vya watu wasiokuwa na haya, watu wasiokuwa na maadili, watu wasiokuwa na mwenendo, kwamba haya ni maadili ya kiimani inayo ni khuluqul imani, ni tabia ya kiimani inayomjenga mtu, ikamziwia na mambo machafu, mambo ya ovyo, mambo yasiyoeleweka, na akajikita kuyafanya mambo ambayo yenye maana na maslahi katika dini yake. Hapo tulikuwa tunazungumzia hadithi ya 23 kuanzia hadithi ya 21 mpaka 23. Shekhe kisha anaingia katika babu bayani tafadhili alislami wa ay umurihi afdal. Mlango unaelezea ubora, tafadhili alislam, ubora wa Uislamu, ubora wa Uislamu, yani Uislamu ambao mtu anakuwa na Uislamu uliokuwa bora, ni kuwa na sifa na mwenendo wa namna gani, lakini pia wa ay umuri, na ni yapi mambo yaliyokuwa bora ambayo mtu anatakiwa awe nayo. Hadithi Abdullah ibn Amr, hadithi iliyosimuliwa na Abdullah ibn Amr bin Said, anna rajula, mtu mmoja, saala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunaona namna gani tunavyojifundisha kupitia maswali ambayo maswahaba walikuwa wanauliza kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ili waweze kuishi, wajipambe, wawe katika sifa ya namna ile. Kwa hiyo mtu mmoja alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ayil islami khair, ni Uislamu upi, ni tabia zipi bora za Uislamu, ni mwenendo upi bora Muislamu anatakiwa kuwa nao, ni Muislamu yupi akijipamba na ni mambo yapi ambayo Muislamu akijipamba mambo hayo atakuwa ni mtu bora, mtu mwenye hadhi, mtu mwenye heshima, mtu mwenye dini. Ni yapi hayo? Kala mtume sallallahu alayhi wasallam asema, tut'imu ta'am, kuwasaidia, kuwalisha watu chakula, kuwasaidia wasiojiweza. Hili ni katika mambo bora kabisa, na kuwalisha watu ni katika jambo bora kabisa, ni ikramu iliyokuwa bora kabisa. Wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, wanawalishiza watu chakula
hali ya kuwa wao wanakipenda sio kile ambacho hali ya kuwa wanakipenda kile chakula, lakini kwa kuwa kuna watu wenye uhitaji, basi wakawa wanawalisha, wanawasaidia maskini, mayatima, waasira, wafungwa, wanawasaidia na kadhalika. Kwa hiyo ni katika akhlaq, ndio kule tulizungumza al-imanu au Uislamu ni dini ambayo inaonyesha ina mafungamano ya kijamii vile vile, sio dini kama ambavyo sisi tunavyoichukulia kwamba Uislamu sisi tunaenda msikitini, tukitoka msikitini Uislamu tunakuwa tumeuacha. Huo sio utaratibu au sio ufahamu sahihi wa Uislamu. Uislamu ni katika maisha ya kila siku, kila hatua ambayo mtu anayoishi basi ni hatua ya Uislamu, na ndio maana kila hatua, kila jambo lina maelekezo katika dini unacholifanya. Ukiwa unalima kuna maelekezo, ukiwa ufundi ujenzi una maelekezo, ukiwa wewe mkulima una maelekezo, ukiwa mfanyakazi una maelekezo, ukiwa wewe mwalimu una maelekezo, ukiwa kiongozi una maelekezo, ukiwa wewe ni mtu raia wa kawaida kuna maelekezo ambayo unatakiwa, kwa sababu dini ni mfumo. Dini ni mfumo wa maisha ya kijamii ambayo anayotakiwa aishi Muislamu katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo miongoni mwayo tutimu taama, ni kuwasaidia wasiojiweza vyakula. Katika aya mbalimbali utaona Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika sifa za watu wema, mmoja wapo anajua walladhina hum fi amwalihim haqqun maalum lisaili wal mahrum. Anajua kuna watu wenye uhitaji, wengine wanaomba, wengine wanajiziwia, hawana chochote lakini hawaombi, kwa wanastahamili na hivi na hivi. La tahsabuhum, katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala sema yasabuhumul jahil wa ghani, asiyewajua anafikiria watu wana uwezo, unaweza ukenda kwa baba, nipe buku bwana, nipe jero. Kumbe maskini ya Mungu mwenzio hata chai hajatia, hata kikombe cha chai hajatia tangu asubuhi mpaka sasa hivi saa 8, lakini unamuona ametulia kimya, kana kwamba vile yupo sawa sawa. Kwa hiyo kusaidiana, kuwasaidia ni sehemu ya imani. Lakini pia watakra'u salam, na kutuliana salamu. Kutuliana salamu Uislamu ni katika jambo la msingi kabisa, ala man arafta wa man lam ta'rif, yule ambaye unayemjua na usiyemjua. Na sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa, sisi Waislamu tukikutana kutuliana salamu tumekuwa tunaona changamoto, lakini unaweza kukutana na wasio kwa Muislamu akakutolea salamu tena safi kabisa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na wewe Muislamu ukaitikia salamu ile vizuri, ni sawa kabisa, ndio inavyotakiwa tuitikie salamu. Mafundisho wanachuoni wanazungumzia kwamba makatazo ya watu kuwajibu salamu wasio kwa Waislamu yalitokana na ile salamu kwamba haiwi fasaha wanavyoitoa. Lakini mtu anakutolea salamu fasaha kabisa ambaye sio Muislamu, unamjibu. Lakini akikutolea salamu Muislamu mwenzio huijibu. Hili ni changamoto katika changamoto ambazo tulizo nazo. Kwa hiyo salamu ni kitu cha msingi kabisa. Watakra usa, unamtolea salamu unemjua na usiyemjua vile vile. Sikukutana na tunakaa maofisini humu mitaani, unakutana na mtu atashimusha salamu alaykum wa rahmatullahi ustadhi, na wewe unaitikia tena kwa furaha kabisa. Lakini ukutana na Muislamu salamu alaykum wa rahmatullahi, poa tu. Imekuwaje wewe wakati ndio ulitakiwa uijibu sawa sawa? Sasa salamu jambo la msingi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, ala mnaonaje, adullukum, ni wajulishe jambo ambalo mkilifanya jambo hilo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hamtoingia peponi hata tahabu, mpaka muwe na mapenzi ya dhati kabisa. Sasa mnaonaje niwafundishe jambo mkiwa nalo hilo mtapendana? Basi afshu salama bainakum, kutoleana salamu baina yenu. Na ndio maana watu utaona kwamba miongoni hata katika maisha ya kibinadamu tu ya kawaida, kwamba mtu kutaka kumuonesha mwenzie mimi sikutambui na sikuelewi, basi hata kuitikia salamu. Habari gani bwana? Yani kuonesha chuki alizonazo, kwamba anajua mimi nikiitikia tu hapa basi itakuwa shida. Sasa salamu maana yake ni ufunguo, wa watu kukaa katika mazingira yalikuwa sawa sawa. Kwa hiyo miongoni mwa mambo bora kabisa Muislamu anatakiwa nayo ni kutoa salamu na kujibu. Na wanachuoni wanazungumza kwamba kuanza kutoa salamu sio wajibu, lakini kuijibu salamu ni lazima. Na ndio wanasema kwamba wanachuoni au mashaikh wanatoa changamoto, wanasema faradhi ambayo au ibada ambayo sunna ni bora kuliko nini? Kuliko faradhi, si ni salamu. Kuanza kutoa nini? Salamu. Kwa sababu kuanza kutoa salamu mimbabi listibabi, sio wajibu.
Lakini kujibu, kuitikia salamu, wewe ukitolewa salamu usiyeitikia, una makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima tuwe na utamaduni wa kutoleana salamu, na watu wanaogopa. Utaona hata mkikutana huko msikitini, watu mnatoleana salamu alaykum salam. Salamu vipi bwana? Hata msikitini basi, kama unaogopa watu wasikusikie, kama na wewe Muislamu, basi hata msikitini tuko Waislamu watupu, unaogopa nini? Sawa, tukikutana huko utasema bwana anataka kuniharibia kazi, maana mtu mwingine anataka kuniharibia kazi bwana, huyo anatolea salamu hapa, mimi ananyuti kama hajasikia. Sasa basi hata msikitini nayo unanyutia salamu bwana. Kwa hiyo assalamu ni katika matendo bora kabisa katika matendo ya kiimani ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo. Hiyo ilikuwa ni hadithi ya 24. Lakini pia hadithi ya 25, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, amesema kalu ya Rasulullah, watu walisema kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-islam afdalu, ayu al-islam afdal, Uislamu upi mtu anatakiwa awe nao, matendo yapi ni bora kwa Muislamu ajipambe nayo? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa ufupi kabisa, yenye maana pana kabisa, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye Waislamu wenzio wamesalimika. Utaona Uislamu haukuangalii wewe mtu mmoja mmoja. Uislamu ni dini jamaa, sio dini ya ubinafsi. Uislamu sio ukajiangalia wewe mwenyewe. Uislamu ni dini ya kijamii. Kwa hiyo dini kama ni dini ya kijamii, basi Uislamu bora kabisa, man salima almuslimuna min lisani wa yadihi, ni yule ambaye au mwenendo wake Waislamu wenzie wanakuwa salama na ulimi na mikono. Na hivi ndio viungo hatari hivi. Hivi ndio viungo hatari vinavyoweza kumharibu mtu, ulimi na mikono. Tizama leo, tizama maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi wewe ukishika hapa huongei, unashika simu yako uko zako ndani, basi mikono inafanya kazi, inamvuruga mtu, inamharibu mikono, hujaongea hapa. Kwa hiyo tizama maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na uzito na anafanya kazi. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa jawami'ul kalim, amepewa maneno ambayo yanafanya kazi. Neno moja, neno dogo lilikuwa lina maana pana kabisa. Anasema alisalimika na ulimi na mikono. Mikono vipi? Mikono sasa unaitumia kwa kazi nyingi. Hata kuandika leo unamvuruga mtu, tena ukiandika unamharibu mtu katika jamii, dunia mzima unamharibu mtu. Ukiandika tu, ukiingia kwenye mtandao wa kijamii, basi unamvuruga mtu. Au hata kwenye mitandao ya public kama hivyo, pengine kundi tu la familia, inaweza kuwa familia kama maana ndugu, inaweza kuwa familia kama hivi sisi wafanyakazi hapa tuna kundi letu la wafanyakazi, pengine inaweza kuwa familia watu wa eneo moja mtaani. Basi mtu anaingia tu, fulani bana mtu mbaya kabisa, yule hana huruma, fulani bana anachoyo kabisa, fulani bana muovu kabisa, fulani anaharibu hivi, anachochea hivi, ushamharibu mtu anaachishwa kazi. Wangapi watu wameachishwa kazi kwa sababu ya mikono ya watu? Wangapi watu wamefukuzwa kazi kwa sababu ya maneno ya watu? Wangapi watu wamekosa maendeleo kwa sababu ya maneno ya watu na vitendo vya watu vilivyofanya? Kwa hiyo Uislamu bora, Mtume sallallahu alaihi wasallam anafahamisha, man salima almuslimuna, Uislamu uliokuwa mbora kabisa ni ule ambao Waislamu wamesalimika. Sisi tunatakiwa tujiangalie. Uislamu haunyoshei mtu, unajiangalia wewe mwenyewe. Waislamu wenzio unaokaa nao, ndugu zako, jamaa zako, kama kazini, jamaa zako majumbani, mtaani, majirani zako, kwa kiasi gani wamesalimika? Wewe ndio unajipima. Katika jumla ya kujipima, vipimo vya Uislamu ni kujiangalia kwa kiasi gani Waislamu wenzio wamesalimika. Au wewe umewadhuru wenzio alafu unajitapa. Mwana mwingine nasema nimemwangusha, nimemkata, nimeshamkata miguu kabisa, hana hata uwezo wa kutembea kabisa, anajifanya jeuri sana, anajiona sana, sijui kwa sababu ya hivi hana nafasi. Sasa unatakiwa tujikague mara tatu kujiona tukoje sisi na Uislamu wetu. Hiyo ilikuwa ni hadithi ya 25. Shekhe ametuwekea hapa katika mlango huu, na hizi kama alivyosema ni fi matafaka baina al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo unaweza kuikuta katika Sahih al-Bukhari, ukaikuta kwenye Sahih Muslim vile hadithi hiyo ukaikuta. Kwa hiyo ala kulli hali, katika maisha yetu ya kila siku, dini, hadithi hizi tunazosoma zote, utaona dini na tutaka tukae kama jamii,
tukae kama jamii katika mazingira salama, mazingira ya kuamiliana vizuri. Sio dini ile kama tunavyoelewa dini msikitini bwana, lakini wewe unakuwa ndo mtu wa fitna, wewe ndo mtu wa vurugu, wewe ndo mtu wa ovyo, huna haya wala lile, basi dini inakukataa, wewe uko mbali kabisa. Lakini pia shekhe anaingia babu bayani fi swali man ittasafa bihinna wajada halawata al-imani. Mlango unabainisha mambo ambayo mtu akiwa nayo mambo hayo basi anapata halawata al-imani, ladha ya imani. Ladha ya imani unaipataje? Ladha ya wewe kuwa Muislamu, kuona kwamba, maana wakati mwingine mtu mpaka anaona tabu, unaweza kujikuta kwenye dhiki, unaona kama Uislamu unakupa dhiki, unakupa shida, unataka kujinafasi, unajiona kwamba Uislamu mbona umekubana, mbona dini yenyewe inabana bana tu katika sunna na hii. Sasa ni mambo gani ambayo wewe ukiyafanya, ukiwa nayo mambo hayo utapata halawata al-imani, ladha ile ya imani utakuwa nayo. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasema haya. Jambo la kwanza amesema thalathu man kunna fihi wajada halawata al-iman. Mambo matatu ambayo mtu atakuwa nayo, mambo hayo matatu ataipata ladha ya nini? Ataipata ladha ya imani. Na hapa mashekhi wanasema fal imanu lahu halawatu, kama ambavyo ilivyokuwa chakula cha kawaida kina ladha, lakini chakula cha kawaida kina ladha kwa nani? Ala man kana sihhatu, mwenye afya sawa sawa. Ladha ya chakula huwezi kuiona. Sukari, na watu naambia bwana, sukari usifanye nini? Usitumie. Unaona, kuna mtu mwingine sukari anaiona chungu kwake. Mayai kwake hamna kitu kabisa, hayana ladha kabisa, yani amepoteza kabisa ladha. Ni changamoto ya nini? Changamoto ya afya, haiko sawa. Sio kwamba yai lina matatizo, sio kwamba sukari ina matatizo, sio kwamba ndizi ina matatizo, lakini tatizo ni afya aliyokuwa nayo, ni mgogoro. Kwa hiyo hawezi kuipata ladha ya ile imani. Kwa hiyo ili ladha ya imani ipatikane, basi sihhatul liimani inabidi iwe iko sawa sawa. Ile afya ya imani mwilini, katika moyo wa mtu inabidi iwe iko sawa sawa, ndio utaipata ladha ya imani. Unapokuwa huna afya ya kiimani, kama vile ambavyo unavyokuwa huna afya, ukiletewa wali humwezi, samaki unajionia hamna kitu, sijui kitu kitamu kabisa, bwana unashindwa kula hiki kwa sababu una mgogoro wa afya. Ukiwa na mgogoro wa afya huwezi kuona ladha ya hicho kitu. Watu wanapiga pale mtindi, wewe unashindwa kabisa kupiga mtindi kwa sababu una mgogoro wa kiafya. Kwako ni changamoto. Watu wanapiga pale pilipili na nini, wewe unaona tabu, pilipili haipandi kabisa, una mgogoro wa afya. Na kadhalika. Basi hivyo hivyo imani inakosa ladha kwa kuwa na afya mbovu au mgogoro. Afya ikawa ina mgogoro, afya yani imani, afya ya imani ikawa ina nini? Ina mgogoro. Kwa hiyo imani ili ipatikane ladha, ili ipatikane ladha, basi inabidi moyo, amini imani inabidi ipatikane, yani moyo, yani imani iwe na afya sawa sawa. Kwa hiyo kama tudhaku halawata at-ta'ami wash-sharabi, kama anna al-jasad la yajidu halawata at-ta'ami wash-sharabi illa inda sihhati, kwamba mwili hauwezi kupata ladha ya chakula kama tulivyoeleza ile itakapokuwa na afya iliyokuwa sawa sawa. Basi fakadhalika al-qalbu idha salima min marad, moyo ukisalimika na magonjwa ndio utapata halawata al-imani. Ndio maana kule Allah utaona akielezea katika aya mbalimbali, illa man atallaha biqalbin salim, yule mwenye moyo safi. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Haya ni mazingatio, haya ni mawaidha, haya ni maonyo, haya ni maelekezo, lakini kwa nani? Liman kana lahu qalbun, ni yule ambayo ana moyo safi, ana moyo wenye imani, afya ya imani iko sawa sawa. Basi inna hadha la dhikra liman kana lahu qalbun, au alqasama, au amesikiliza makini kabisa, akiwepo hadhir kabisa, afya iko sawa sawa ya imani. Kwa hiyo hivyo hivyo fakadhalika alqalbu idha salima min maradhi alahwa'i almudhilla, magonjwa ya matamanio, washahawati, na shahwa almuharrama za haramu, basi wajada halawata alimani, moyo ule wa imani unaipata ile ladha ya imani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa akaeleza ni mambo gani ambayo mtu yatamfanya apate ladha ya imani. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ayakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma,
vipaumbele vyake ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume. Mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi kwa mtume vinakuwa ndo vipaumbele vya kwanza kabisa kuliko chochote kingine. Bimaana ni kuwa na mapenzi ya dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu atakavyokuwa nayo mahabbatul abdi, na mapenzi ya mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala taqudul abda, yanamfanya mja akamuongoza ila iltizami shari'atihi wa ta'atihi, akalazimiana akasimama katika sheria na taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wal intihai amma naha anhu, na kukatazika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefanya nini, ameyakataza. Hiyo mahaba yale ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, mahaba ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa ni kwa kule kuacha kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kama kweli mna mapenzi ya dhati ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi fuateni mwongozo, fuateni maelekezo. Kuonesha wewe una mahaba na mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi fuata mwongozo na maelekezo yake. Na ndivyo salafu salih kuanzia masahaba mpaka maimamu na tabiina na wote waimu waliotangulia, utaona kwamba waliweka mbele, walikuwa wanatanguliza maelekezo na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alikuwa yako mbele kuliko kitu chochote kingine. Lakini pia jambo lingine, an yuhibba almar'u, kumpenda mtu, la yuhibbu illa lillah, kuwa unampenda mtu humpendi isipokuwa unampenda kwa ajili ya Allah. Ukawa sio kwamba mafungamano, achilia, sio mafungamano ya kibiashara hata Mtume sallallahu kuna hadithi anaelezea, kuna kaumu yaghabitul anbiya, mitume watakuwa wanaonea choyo watu wale, ala manabir, watakuwa kwenye viriri vya nuru vinang'aa nuru. Man hum ya rasul, kina nani hao? Au sifhum lana ya rasulullah, tuelezea. Akisema qaumun, ni watu min qabaili shatta, kutoka katika mataifa makabila mbalimbali, lakini wamekuwa tahabuna fiya, wamekuwa wenye mapenzi ya kupendana, wako pamoja kwa ajili yangu mimi, tena hawajaunganishwa na nasabun, wala si jambo la kuzaliwa, wala jambo la kibiashara, wala tijaratun. Yani kilichowaunganisha wao ni dini. Ikifika wakati wewe umeunganishwa, una rafiki yako unampenda, yani mkiulizana, yani nyinyi mmekutana katika mambo ya dini tu, mambo yenu ni mambo ya dini tu, hata kama yakaja kutokea mafungamano na miamala tena ya kibiashara na hivi na hivi, basi hayo yakatokea baadaye, lakini mafungamano yenu ya dini, basi hayo ni mafanikio makubwa kabisa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi nasi tuwe na mapenzi ya kupendana kwa dhati kabisa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia jambo lingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa an yakra an yauda fil kufri, na achukie kurejea katika ukafiri, kama yakrahu an yukdafa fi nari, kama vile anavyochukia au asivyopenda kutumbukiza katika moto, kurudia kwenye ukafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaongea na masahaba ambao wengi wao walikuwa hapo katika nini, wapo katika jamii za kikafiri, wametoka ndo wamesilimu, sio kwamba wamezaliwa katika Uislamu. Sasa ndo hivyo mtu kuwa asipopenda machafu, kurudia katika mambo machafu. Watu tumekulia katika jamii mbalimbali, au tumeishi katika mwenendo mbalimbali. Sasa yale mabaya yale yakawa wewe yanakuchukiza na kutopenda kurudi tena kule nyuma ulikorudi, kama vile usivyopenda kutumbukizwa katika nini, katika moto, basi hiyo unapata ladha ya imani. Kama katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, idha sarratuka ahsanatuka, ukijiasesi, ukijitafakari, ukikumbuka mazuri uliyoyafanya, mwenendo mzuri, tabia mzuri ulizonazo, ukaona furaha, alhamdulillah, nimefanya hivi, alhamdulillah, kwa kweli namshukuru Mungu, sikuteleza katika lile. Wasaatuka sayiat, na ikatokea kama uliteleza huko nyuma pale, kwa kweli sijui ingekuwaje, yani ukajikuta wewe una sita, kama kina Amr bin al-As anakwenda kwa Mtume sallallahu, nihakikishie ya Rasulullah, yale niliyoyafanya huko nyuma mimi nitakuwa niko salama katika dini yangu. Sema, ya Amr, ala taarifu, wewe hujui kwamba Uislamu yahdu ma qablahu, Uislamu unavunja yale yaliokuwa yametangulia? Tulia bwana, maadamu umesilimu basi uko salama. Kwa hiyo idha sarratuka hasanatuka wa sa'atuka sayiatuka fa anta mu'min, wewe unaumini. Lakini ukiona kwamba sasa hivi tu mambo hayajakaa vizuri, ukikumbuka mabaya unaona
mambo tu hajakaa vizuri, au umebana, tumeshughulishwa bana na hivi, au ndo utu uzima tena, tumeshakuwa wazee katika jamii na hivi tena hatuwezi kuogelea. Lakini enzi zetu, wewe imani yako inabidi uiangalie mara tatu tatu. Kwa hiyo ladha ya imani inapatikana kwa kuwa na imani ya dhati na kuwa na afya ya imani iko imara katika moyo, ndio ladha ya imani utaipata. Na ndio maana utaona haya yote hayawezi kupatikana kama afya ya imani na mgogoro. Huwezi kuwa na mapenzi ya Allah ukamtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala mtume kama afya ya imani ina nini, ina mgogoro. Na huwezi kumpenda mtu humpendi isipokuwa kwa ajili ya Allah kama afya ya imani ina nini, ina mgogoro. Watu wanapendana kwa ajili ya biashara, watu wanapendana kama hivyo, watu wameoleana, au pengine watu ni ndugu, bali hata katika ndugu watu unakuta hawaelewani, watu wameoleana hawaelewani, wanatukanana, lakini kwa sababu ya maslahi pengine ya kibiashara na hivi, na yote yanajitokeza, basi ni matatizo na ni mashaka makubwa. Kwa hiyo wazi ule imani, ile nguvu ya imani inamfanya mtu apate ladha ya imani. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na atuwezeshe na sisi tupate ladha ya nini, tuipate ladha ya imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumeishia hadithi ya 26. Inshallah kijaa tukikutana tena tutaendelea ya 27 kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama kuna mchango wowote, naam Sheikh Mustafa. Naam Sheikh. Mafundisho yako hivyo kwamba assalamu kabla alkalami, kwanza ni salamu kabla ya nini. Kwa hiyo unaweza kumwambia bana, kwanza salamu. Sasa ukimchunia tu hiyo, wakati mwingine ukimchunia fulani bana anajiona yeye mcha Mungu sana, ndio ukimtolea salamu wewe mtolee salamu, unaweza ukamwahi. Maana wakati mwingine unakabiliana kwa namna iliyo bora. Qur'ani inatuambia idfa billati hiya ahsan, kwa namna iliyo bora. Mtu ameanza tu anakuambia habari gani, basi salamu alaykum, wa salamu wa barakatuh, baadaye bana kwanza salamu, unachomekea huko katika. Wallahu a'lam. Inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد